Shalom, shalom, shalom. Karibu tena katika mfululizo wa masomo yetu. Leo tujifunze kuhusu akili. Leo. Akili ni uwezo wa kupokea, kuchambua au kufikiri na kuamua kwa usahihi. Lakini kwa mujibu wa tafsiri hii, akili maana yake ule usahihi na uzungumzia hapa ni ule ambao umeonekana machoni pa mtu kuwa ni sawa, machoni pake mwenyewe. Lakini akili ni uwezo wa utendaji wa ubongo ambao unarithiwa toka kwa wazazi. Akili inaweza kurithiwa toka kwa wazazi, yani ule uwezo wa utendaji kazi wa ubongo tunaurithi kutoka kwa wazazi pia, kutoka katika vile vinasaba. Kuna kitabu kinaitwa The Bell Curve. The Bell Curve ni kitabu kilifanya utafiti wa uhusiano uliopo kati ya race na IQ, yani utaifa, lakini utaifa vyote vile, lakini pamoja na uhusiano wake pamoja na akili. Katika utafiti huu walikuja na matokeo kwamba kwa wastani watu wa Asia, angalia watu wa Asia, kaangalia Ulaya, kaja wakaangalia Afrika pamoja na Australia. Sasa nisizungumze sana kuhusu utaifa huu na kwa mujibu wa tafiti hii, lakini niseme tu waligundua ya kwamba kuna migawanyiko hiyo. Kuna watu wana wastani wa IQ, yani akili ya wastani wa 120. Huu ni wastani, sio mtu mmoja mmoja. Maana yake wengine wanakuwa zaidi ya hapo, wengine wanakuwa chini ya hapo. Lakini kuna wengine walikuwa na wastani wa 100, maana yake wengine wako juu ya 100, wengine wako chini. Katika grupu hilo hao walikuwa na wastani wa 100, lakini wao walisema Africans kwa ujumla wake walikuwa na wastani wa 70. Haimaanishi wote tuko kwenye 70, lakini kuna wengine wa Afrika wana zaidi ya IQ ya 100, wengine pengine hata zaidi ya 120, wengine chini hata ya 70, lakini huu ni wastani. Na wengine pia kuna kategori moja ya mwisho ambayo ilikuwa na wastani wa 40. Hivi ni vipimo vya kawaida vya wanadamu ambavyo vinaweza kupima uwezo wa akili. Nisiende sana huko. Akili tulizo nazo pamoja na kwa tunazirithi kutoka kwa wazazi, lakini akili inawekwa na Mungu mwenyewe ndani ya mtu. Tukiangalia katika maandiko matakatifu, Mungu ndiye anayempa au kumnyima mtu akili. Tuangalie Ayubu sura ya 39 mstari wa 13 mpaka wa 17. Kitabu cha Ayubu sura ya 39. Ayubu sura ya 39 na mstari wa 13 mpaka 17. Maandiko yanasema, bawa la mbuni hufurahi, lakini mabawa yake na manyoya yake je, yana huruma? Kwani yeye huyaacha mayai yake juu ya nchi na kuyatia moto mchangani. Na kusahau kwamba umkini mguu kuyavunja au mnyama wa mwitu kuyakanyaga. Yeye huyafanyia ukali makinda yake, kana kwamba si yake, isipokuwa taabu yake ni ya bure. Hana hofu kwa sababu Mungu amemnyima akili wala hakumpa fahamu. Msisitizo wangu ulikuwa hapo kwamba kwa sababu Mungu amemnyima akili wala hakumpa fahamu. Hapa tulikuwa tunaongelea habari ya mbuni, na tunathibitishiwa kutoka katika maandiko matakatifu ya kitabu cha Ayubu
ya kuwa Mungu amemnyima akili wala hakumpa fahamu. Lakini Mungu, kwa kuwa yeye ndio anayetoa hii akili, Mungu anaweza kuipoteza, kuificha au kuitia giza. Twende katika kitabu cha Isaya sura 29 mstari ule wa 14. Andiko anasema, kwa sababu hiyo mimi nitafanya tena kazi ya ajabu kati ya watu hao, kazi ya ajabu na muujiza, na akili za watu wao wenye akili zitapotea, na ufahamu wa wenye busara wao utafichwa. Mungu anasema atafanya jambo la ajabu na muujiza. Akili za watu wenye akili alizoziweka yeye mwenyewe zitapotea, na ufahamu wa wenye busara utafichwa. Kwa hiyo Mungu anaweza kuondoa akili na anaweza kuondoa busara za wenye busara. Tumejifunza kuhusu maana ya akili, lakini tumeona pia jinsi ambavyo akili zinatofautiana katika maana ya uwezo wake wa kuchambua, wa kupokea, kuchambua, kufikiri na kuamua kwa usahihi. Twende tuone Mungu anamwelezeaje mtu mwenye akili. Mtu mwenye akili, Mungu anamwelezeaje mtu mwenye akili? Twende katika kitabu cha Zaburi. Kitabu cha Zaburi. Zaburi sura ile ya 53 na mstari wa 2 na wa 3. Zaburi sura ya 53 mstari wa 2 na wa 3. Mstari wa 2, toka mbinguni Mungu aliwachungulia wanadamu, aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Wa 3, kila mtu amepotoka, wameoza wote pamoja, hakuna atendaye mema, la hata mmoja. Lakini nibaki mstari wa 2 ya kwamba toka mbinguni Mungu aliwachungulia wanadamu, aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Tafsiri ya Mungu ya mtu mwenye akili ni mtu anayemtafuta Mungu. Na kumbe kama Mungu ndiyo alimuumba mwanadamu, maandiko yanasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, kisha akampulizia pumzi ya uhai, na mtu akawa nafsi hai. Kwa kuwa Mungu ndiyo aliyemuumba mwanadamu, tafsiri ya Mungu aliyemuumba mwanadamu ya mtu mwenye akili sio tafsiri ya kwetu. Tafsiri ya Mungu ya mtu mwenye akili ni mtu anayemtafuta Mungu, ni mtu anayemcha Mungu, ni mtu anayemheshimu Mungu, ni mtu anayeyaishi mapenzi ya Mungu katika maisha yake. Huyo ndiyo mtu mwenye akili. Na mtu huyu mwenye akili, kwa mujibu wa tafsiri ya muumbaji mwenyewe ambaye ndiye Mungu, Mungu anasema anaweza kuzifunua akili zake. Mungu anaweza kufunua akili zake. Twende katika kitabu cha Luka mstari wa 24. Kitabu cha Luka mstari wa 24. Luka sura 24 na mstari wa 45. Luka sura 24 mstari wa 45, maandiko yanasema ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Kwa hiyo Mungu anaweza akazifunua hizi akili. Mungu anaweza kutunyima akili, lakini pia anaweza kuzifunua. Na hebu tuone akili aliyoifunua Mungu inakuwa ya namna gani. Akili anayoifunua Mungu, tukisoma kienda katika kitabu cha Daniel, kitabu cha Daniel sura ile ya 2
sura ile ya pili, Daniel sura ya pili mstari wa 46 mpaka 48. Maandiko matakatifu yanasema, ndipo Nebukadreza mfalme akaanguka kifudifudi, akamsujudia Daniel, akatoa amri wamtolee Daniel sadaka na uvumba. Mfalme akajibu akamwambia Daniel, hakika Mungu wenu ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa wafalme, awezaye kufumbua siri, kwa kuwa wewe uliweza kuifumbua siri hii. 48. Basi mfalme akamtukuza Daniel, akampa zawadi kubwa nyingi sana, akamfanya kuwa mkubwa juu ya uliwali wote wa Babeli, na kuwa liwali mkuu juu ya wote wenye hekima wa Babeli. Kuna habari hapa ya ufafanuzi wa ndoto ambayo aliota Nebukadreza. Aliota ndoto ambayo waganga na wachawi walishindwa kuifunua au kumpa tafsiri yake. Kwanza kumwelezea ndoto yenyewe, alafu na kisha kumpa fasiri yake. Na hao wakakiri ya kuwa hayuko mtu miongoni mwa wanadamu anayeweza kufasiri ndoto hiyo. Walikiri hivyo. Lakini Daniel aliifunua ndoto hii. Alifunua kwa nini? Alifunua Daniel kwa sababu alipewa akili na Mungu. Alipewa akili na Mungu. Na Daniel alikuwa ni mtu mwenye akili. Kwa nini alikuwa ni mtu mwenye akili? Kwa sababu alikuwa anamtafuta Mungu. Ziko shahidi nyingi katika kitabu hiki cha Daniel zikionyesha jinsi alivyokuwa akimtafuta Mungu. Huyo ndio mtu mwenye akili, kama ambavyo Mungu mwenyewe aliyemuumba anasema. Sasa Daniel aliwezaje kufumbua mafumbo haya mpaka mfalme Nebukadreza anamtukuza Daniel na kusema, hakika Mungu wenu ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa wafalme, awezaye kufumbua siri, kwa kuwa wewe uliweza kuifumbua siri hii. Kirudi nyuma Danieli sura ya 9, kienda mbele pale. Kienda mbele Danieli sura ya 9 mstari wa 22. Kayapata wapi haya Danieli? Maandiko yanasema mstari wa 22, akaniagiza akaongea nami akasema, Danieli, nimetokea sasa ili nikupe akili upate ufahamu. Nirudi nyuma kidogo mstari wa 21. Naam, nilipokuwa nikinena katika kuomba, anamtafuta Mungu huyu Daniel, mtu mwenye akili. Mtu yule Gabriel niliyemwona katika njozi hapo kwanza, malaika Gabriel, akirushwa upesi, alinigusa panapo wakati wa dhabihu ya jioni, akaniagiza akaongea nami akasema, Daniel, nimetokea sasa ili nikupe akili upate ufahamu. Kumbe akili hii ambayo mfalme Nebukadreza anamsifia Daniel alipewa na malaika Gabriel. Na kumbe akili hatuzipati tu from nowhere, lakini akili halisi inatoka kwa Mungu mwenyewe. Na tumejifunza hapo ya kuwa akili kwa mujibu wa mwanadamu ni uwezo wa kupokea, kuchambua au kufikiri na kuamua kwa usahihi. Lakini akili kwa mujibu wa Zaburi 53 sura ya 53 mstari wa 2 ni kwamba mtu mwenye akili ni mtu anayemtafuta Mungu, na mtu anayemtafuta Mungu, Mungu humfunulia mambo, sawa sawa na Daniel 9:22. Na mambo hayo ambayo Mungu huyafunua ni ya ajabu. Tutajiridhisha katika Danieli 2:46 mpaka 48, wakati ambapo mfalme Nebukadreza anashangaa jinsi ambavyo ufafanuzi wa ndoto yake unatolewa na mtu anayemtafuta Mungu, yani mtu mwenye akili, Daniel, baada ya ndoto hiyo kushindwa kufafanuliwa na waganga na wachawi wote wa Babeli. Nikushukuru mpaka hapo na nikutakie wakati mwema. Mungu akubariki.